Tujirudie nafsi zetu. Wakati wa misiba hata swala tusahau kuswali. Sisi mambo mengi huwa hujifahamu. Wakati ukikumbwa na madhiki, badala ya kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu, badala ya kukimbilia kujikumbusha na kujikaribisha na Mwenyezi Mungu, tuanza kumkufuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tujifundishe kwa Nana Zainab, hata ukawa umepatikana na mambo gani, usimrudie Mwenyezi Mungu kumwambia kwani nilikukosea nini ya Rabbi, dhambi zangu ni gani? Ukaanza kuhesabu dhambi zako, mimi nina dhambi hili, ndo Mungu akandegesha hivi. Niambie al-Imamu al-Hussein, niambie Nana Zainab, niambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya dhambi lipi mpaka familia yake ikamalizwa kinyama kiasi hiki? Nana Zainab salamullahi alaiha aliposimama kwenye uwanja wa Karbala baada ya kuuawa ndugu yake, hata hajamalizika roho vizuri, Umar ibn Saad, Mwenyezi Mungu amlani, na Ubaidullah wakaamrisha mahaima yaatakiwe. Wakawaambia nendeni mkatie moto kwenye mahaima, nendeni mkawatoe katika ile mahaima watoto na wanawake. Angalia hali ya Abi Abdullah al-Imamu al-Hussein. Imamu al-Hussein roho ya katika, huku amwangalia ndugu yake Zainab anavyobumburushwa, aangalia haima za wanawake wa familia yake zinavyochomwa, aangalia watoto wa familia yake, watoto wa masahaba zake wanavyovutwa vipuli, wakikatwa masikio, damu zikiwatiririka, anavyomwona mwanawe Ummu Kulthum, anavyoona watoto wakilia, wakimbilia mababa zao hawapo, wakatwa vichwa mmoja baada mmoja, watoto wakimbilia ndugu zao, watu wakatwa vichwa vikitundikwa kwenye mifumo. Abakia hali gani Nana Zainab? Sisi huwa mtu amekufa tusipate mwili wake tukaona ni msiba juu ya msiba. Mtu amekufa tukamzika tukaona hakuna msiba kama huo. Kefu wamuona mtu wako ameuliwa, kichwa chake kimekatwa, kimetundikwa juu ya mafumo, halafu watu husherekea na fumo lile kama kwamba watoka kuokota dhahabu na almasi barabarani, wakiziinua juu wakionyesha ushindi. Watarajia Nana Zainab atavunjika kiasi gani sehemu hii? Kama yeye ataweza kujikaza, wale wanaopita wakianguka wakilia na kuliliza, atajikaza vipi?